Sultana. Nakuelewa kumpenda mamako mdogo, alikulea ni kweli, mmeishi naye safi, lakini kuna mengi ambayo hauyajui. Lakini mimi sitakuwa na kusema kwa siku ya leo, ila kitu nakuomba fanya subra. Ipo siku utaelewa Auntie Sultana anafanya nini na ni nani. Hapo kwa sasa sina hata muda. Unaona nimechoka, niko napanga vyombo vyangu, mume wangu anataka kuja nipikie. Sawa? Ila what I promise, huko siku utajua mimi nani na ninafanya nini kuhusu mamako mdogo. Sawa Bizu. Bizu. Auntie, inabidi lakini mfikirie hicho kitu auntie. Sina cha kufikiria kinyume na kuambia wewe ufanye subra. Utajua ninachokifanya. Sawa? Na hivi sasa niko busy. Okay? Haya, nende barazani kwa TV. Hai. Auntie. Sultana. Manzuki. Sawa. Unaona uko fresh kweli. Una D. Nasikia? Tulia. Unaona rafiki yangu huyu? Huyu mtoto wake ametoka Ulaya. Sawa? Huyu mwanamke huyo? Badra. Okay. Sawa. Anajifanya msomi, yarize chane Ulaya nini? Anakuya vibaya. Sasa igikenewe unyumve neza, sindakubwiye ngo ugende kugira gutya bado, genda ukungurikirane. Akipanda unapanda, akishuka unashuka, akikata korosi unakata korosi. Yani umumenye uko ameze, ahaja ahava hose. Raporo kwangu. Sasa uravyumva kushaka ko tumumenya, tumufate ngaho, sivyo? Baba yake alikuwa anamfanya nje mtoto kipenzi, niwe yemera, niwe yanditse ku ibintu byose, niwe mukuru wakunda. Sawa? Niwe yakunda. Ujya mwana rero tumufise cyose bisobanuye. Sasa naye anataka kujifanya rukwavu sungura mjanja. Hajui kama na sisi masikio tumeyameza, tunakuwa nayo tangu lini. Tuko na masikio, tunasikia kila kitu. Tuko na macho tu ya kuona kila kitu. Sasa wendo macho uravyumva neza, icyo ni kimwe kumukurikirana ukamenya ibyo akora byose. Cyo twagejeje icya kabiri, umenye kumujya mu docteur ende Anasi. Umenye ko nawe amukurikirana kuri byose n'icyo twamubwiye ngo ujya mugambi awukora. Mbona wari muri nawe ni wanje. Uravyumva neza? Cyo gituma hasi hejuru ku mapenzi tuko naye, kuvya akora kubikogwa turamufise. Sasa unasikia? Wewe niwe chef, utegeza kumenya byose ngene meza. Hari ingora? Angora ni kuri? Anda nyama zoezi hapo. Usijali mkuu. Poa. Poa. Sultana. Basma. Yego. Byifashe gute? Ndaho nyene ndashima. Biragenda ku ishuri? Yego, ndagenda kabisa.
C'est bon. Azere kiri ngaha rero. Ikintu nashaka kubarira. Ndashaka ndakubaze kwanza. Wewe na Jamali bigeze hehe by'iwawe nawe? Jamali wa Byanje na Jamali urazi yuko dukundana cyane. Ndabizi. Ndamukunda nawe akankunda. Ashatubaniyeho neza mu munezero nangere. Hama ndibaza yuko ibyo ushaka kumenya exactement ni by'ubukwe mariage yacu. Ufite je na Jamali twe twavuze yuko twagira mariage ubu vuba. Mu gutegura nyene twicare hasi tuganire ukuntu tuzobipanga inkwano ukuntu bizogenda bya dote nibiki. Hama mu nyuma rero naravuganye na sister ndiko ndabimubwira ndamushikije inozenya cyiyumviro cyacu byerekeye ibyo nyene bya mariage acambwira ngo tubanze turindire abanza agira amatohoza yiwe mu byerekeye urya muryango. Matohoza gani sasa nyana nataka kufanya? Mimi nimemwambiaga ya kwamba Jamali mimi nampenda na kijana mzuri sana naye kwa sababu tuko na miaka kweli mwenye hekima zake kabisa. Akawa ameniambia sasa mimi sister kaka amesema ati tusubirie kwanza. Subiri nini? Afanye kwanza. Yaani mimi niko nimwambia ile familia mimi naifahamu. Mambo mazuri. Familia naifahamu. Hakuna kuyakawisa. Ukishaolewa na ule kijana utakuwa na raha na amani. Ule kijana ni mtoto mzuri sana, mwenye upendo, mnyenyekevu, urumva uzoburose umugabo. Akukwiriye ashamungana umva byose muraberanye. Ashakweri je mama, ivyo ndabizi kandi je nangorane. Urabizi yuko ujya dukundana imyaka myinshi. Gusa umuntu nobona yuko wogenda ukavugana nawe ni sister. Uko niwe yavuze ngo ashaka agira amatohoza amenye. Ayo matohoza agira na matohoza nyabaki wewe waramwikundiye ukamjipendea ukaona kama mnaeneleana. Nini tena matohoza nyanataka? Ya nini? Amuzi kwiki? Jesi gusa ngo yahari ibintu yumvise ibiki ugo rukurukuru ko ari bwo bubeshi. Uzumva amajambo y'abantu umva amajambo y'abantu ntuzoshika kucuka yene gushikako. Gashama mdogo je nari kubiki. Wewe ule dadako simsikilizi. Cha muhimu ni kujua tufanye nini ili ndoa iwe. Ukimpata ule kijana utakuwa umepata kabisa mwanaume mwenye maana, mwenye mapenzi ya dhati na wewe. Unasikia? Sasa tutafanya aje sasa? Huyo dada yako ayo maperereza yiwe nayo dukeneye. Ayo maperereza. Utaravye neza. Atavyaye inyana. Azovyara ishuri. Jewe mdogo. Ni kuyapiga vita na matohoza dukeneye kurya muhungu ameze neza je ndamuzi nukuri Jamali nta kibazo na kimwe afise. Sawa basi reka tugume ku ijambo dushaka mariage naki. Bwana hamoja kurujya byo bari fresh kabisa. Peni bituraba atajijua na upelelezi wake atajijua. Ndazi yuko abantu bize ibintu byo gutohoza umengo sinzi. Sasa matohoza n'ubuzima busanzwe. Matohoza tugiruku tupeleleze tufanye hivi tujue hivi bitugani hivyo sivyo tulimo. Sisi tunataka tu ufunge ndoa tu ndio tuche mimi nataka mimi mama yako. Sawa? Nataka ufunge ndoa na Jamali basi. Hakuna kingine. Dadako naye potezea. Hamna tatizo sisi tutafanya hivyo hivi. Kabisa. Sultana. Anas. Mimi nimekuitisha hapa na maswali muhimu sana ambayo nataka kuuliza. Haswa kuhusu kifo cha kakaangu ambaye ni kakaangu nampenda sana. Nafahamu sana. Alafu tuko wawili peke yetu katika tumbo letu. So, mimi nataka kujua haswa sababu kakaangu alivyoamka asubuhi yarameze neza arantelefona agiye gukora sport. Neza atakintu na kimwe atangwara na kimwe kandi unabisikia mwenyewe kama mtu anaenda kufanya sport maana yake afya yake ni nzuri. Alafu baada ya dakika chache nakuja kusikia mambo sijua amekufa. Nataka unambie maana nasikia wewe ndio daktari ambaye umekuwa mwisho pale na wewe ndio daktari wa familia. Kabisa. Amekufaje? Ndio. Kama jinsi unavyosema alipotoka kwenye mazoezi hali yake ikawa mbaya sana. Ubwo nyine
bace bihutira kwa muganga kandi mje namwakiriye tukampokea tukampima roho yake ilikuwa inakwenda mbio sana kwa kasi kiasi ya kwamba hatukuweza kabisa kuokoa maisha yake, akafariki. Hiyo ni uhakika kabisa na kuhakikishia ajili, kwa sababu mimi ndio nilimchukua vipimo na mimi ndio nimepata majibu ya kutuonyesha kweli kabisa alikufa, aliuawa, sababu ya yeye kuweza kufa ni hypertension. Sasa hiyo hypertension, mbona mimi sikuwahi kusikia kama ananiambia anaumwaga pressure? Wala katika vipimo vyake vya kwa mganga ambapo mimi nilikuwa nikienda naye hospitalini, sijawahi kunisikia daktari wowote ananiambia kama ana pressure. Hiyo pressure imekuja siku moja ikafika inaanza kukimbia haraka na mpaka mtu akafariki hapo hapo, akaja kwa mganga kwa mpima vipimo, baada ya kwa mganga kurudisha maiti nyumbani. Maana mimi nilimkuta nyumbani. Ndio kabisa, inaweza katokea, lakini unaona hali mtu akifika katika ile miaka ya utu uzima, akishazidisha miaka 45 50, kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuweza kuwa baadhi ya maradhi kama kisukari, roho. Alipofika tukagundua kwamba ugonjwa alikuwa nao kipindi muda mrefu, isipokuwa tu ulikuwa haujajidhihirisha. Ghafla nuko byagenze kandi n'ibipimo amaresita yasose byerekanye neza yuko yishwe na hypertension. Ayo maresita yafisi. Ikindi kintu, mbona mimi nilipokwenda kuona maiti ya kakaangu, kitu cha kwanza angalia nakata roho, maana yake niliona pofu. Hii pofu ilikujaje? Eske roho inaua mtu na pofu inatoka kinywani? Mbona yeye najua ni sumu ndio inafanya hivyo? Hii pofu ilitoka wapi? Hivi unaweza kunihakikisha kwamba mtu mwenye amekufa na maradhi ya roho anatoka pofu kama ile watu wenye kunywesha sumu wanatoka? Dokta, ujue hii ni kesi kubwa. Nafahamu. Ndio hapo nataka unihakikishie kwamba roho inaweza katoa povu kinywani. Tumejaribu kabisa, tulifuatilia kandi murazi yuko turabahinga mu byerekeye by'imitima. Twaragerageje gukora uko dushoboye, lakini hatukuweza kuokomesha yake kabisa. Anyway, hiyo kesi ni lazima nitaifuatilia, maana mimi sijaridhika na majibu yako kabisa. Hebu tuachane nayo. Kesi yangu ya pili ni kwamba Badra. Malengo yako kwa Badra ni yapi? Maana unajua ule ndo mtoto ambaye kakangu amemwacha, afu ndiye mtoto msomi ambaye tunategemea. Ni mwanasheria. Sawa? Sasa swali langu ni hili. Malengo yako kwake ni yapi? Mapenzi nasikia mnapendana na miaka. Toka yuko Ulaya mnapendana. Sasa je, malengo yako ni yapi? Icyo kibazo mu majije usanze mubizi yuko bifitaniye amarelation kubihe kinini. Naramushimye, nampenda, tena nampenda kwa dhati, kandi imigambi ndamufitiye, imigambi myiza pia. Wanashaka ari igari hirya yejo twaravuganye, aho twariko turapanga ingene n'umugambi kineta. Dutunganye, dukora imigambi yacu, tufanye harakati zetu vizuri, nifike kwake, nijipresente, alafu baadaye tuweze kufungana ndoa. Wala kwa hiyo nungi ya makenga Dunia yako saa nia niko nayo kwake, nia nzuri, kwa sababu ni mwanamke ambaye namfahamu kandi ndafise icyizere nifuza yuko dushika kure. Okay. Anyway, mimi nashukuru sana, nasubiri nione hayo malengo yako kwa Badra. Na hii kesi ya kakaangu kwa kweli sijaridhika na majibu yako, ningali tutafuatilia. Kwa hilo msina wasi, mambo ya Mungu. Ndio, najua. Lakini kuna mambo pia binadamu wanaweza kuingilia katika kazi ya Mwenyezi Mungu wakataka kuharibu. Anyway, thank you so much. Sasa tunaweza kuondoka. Sultana